Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. In Nigeria, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Yours is the kingdom, yours. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hizo sio sauti za waliokombolewa na Bwana. Haleluya. 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 Sasa mimi nasoma maandiko yanasema wale waliokombolewa na Bwana watarejea. Kelele za shangwe zitasikika. Huzuni na kuugua kutakimbia. Haleluya. 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 Awali ya yote, nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa nafasi hii ya kipekee ambayo amenipa. Lakini nichukue nafasi hii pia kumshukuru baba mchungaji pamoja na viongozi wote wa kanisa ambao waliona ni vyema niwe sehemu ya mahubiri ya siku ya leo. Mungu awabariki viongozi wa kanisa. Kwa majina yangu naitwa Joseph Musa Mahindoni, ni mhubiri wa Injili kwa mataifa yote. Haleluya. Nimefanya elimu za kidunia pia. Mimi kitaaluma ni daktari, kitaaluma elimu za duniani huko. Nimefanya degree yangu ya pili nchini India. Nimekuwa huko kwa miaka 5 nikiwa nasoma, lakini pia kule kuna wahindi pia wanamwabudu Mungu aliye hai. Na tunawahubiria Injili mataifa ya Asia huko na maeneo mengine. Haleluya. 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 Nimekuwa hapa kwa ni wiki ya pili sasa. Nilikuwa kwenye mkutano wa ubatizo hapo Sebeka Katoi. Kwa hiyo kwa neema ya Mungu siku ya leo tutakuwa pamoja. Haleluya. Haleluya. Nataka nikuwekee msisitizo wa kina sana kwamba asubuhi leo kutakuwa na mafundisho yaliyochanganyikana na mahubiri. Kwa hiyo ni lazima ukae mkao wa kujifunza. Amen. Lakini pia jiandae kwa ajili ya kuomba. Haleluya. Funika macho yako. Yesu, katika jina la Yesu, asante kwa neema yako na kwa uaminifu wako. Umetupa asubuhi iliyo njema sana ya kulitafakari neno lako. Nami ni mjumbe tu, kama ambavyo ungeweza kumtumia mtu mwingine yeyote. Mungu, asubuhi ya leo umependa kunitumia mtoto wako mahali hapa. Nami ninasokea magotini pako nikinyenyekea sana, kwa maana ninajua
unaweza ukafanya kwa mtu yeyote yule. Nami ninajua Yesu, chochote kitakachofanyika mahali hapa sio kwa ajili yangu, ni kwa ajili yako. Mungu, pokea heshima hizi, pokea utukufu wako. Unasubiri uone ule utukufu wako uliokusudia mahali hapa asubuhi ya leo. Mungu, katika jina la Yesu, ninaenda kinyume na kila roho, ninateka nyara na kuangusha kila ngome na kila fikra zinazojiinua kinyume na elimu ya Kristo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Saa hii Bwana, uko tayari na Roho Mtakatifu yuko mahali hapa kwa ajili ya kusema nasi kwa lugha ya upole na kwa ujasiri, katika jina la Yesu. Nitumie kama chombo tu Bwana, niseme kile ambacho umeweka ndani yangu asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, unastahili heshima na tukuzo. Amen. Tutakuwa na somo la kujifunza. Naomba nishuke ili tuonane kwa karibu. Tutakuwa na somo la kujifunza. Nilipokuwa naomba kabla ya kuja hapa, miongoni mwa jambo la msingi sana ambalo Roho Mtakatifu alinisisitiza ni kwamba somo hili ni la muhimu sana. Somo hili ni la muhimu sana, sio kana kwamba mengine sio ya muhimu. Ni msisitizo kwa ajili ya ujumbe ambao Mungu ameweka ndani yangu kwa ajili yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo ni msisitizo. Hakikisha kama hauna sehemu ya kuchukua mafundisho haya, tengeneza hata kuchukua kwa njia ya kwa sauti, sio kama video hii, kwa sauti. Baadaye ukienda kutulia utapata muda wa kusikiliza tena. Haleluya. Tutakuwa na somo lina kichwa kinachosema uhusiano wako na Roho Mtakatifu. Uhusiano wako na Roho Mtakatifu juu ya mabadiliko ya mifumo ya maisha yako. Uhusiano wako na Roho Mtakatifu. Sisi Kiswahili hiki mnakielewa? Uhusiano wako na Roho Mtakatifu juu ya mabadiliko ya mifumo ya maisha yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni kule nyuma. Haleluya. Nisikilize kwa makini sana. Ile juzi nilipokuja nilifundisha kwa uchache juu ya nafasi ya kanisa. Nafasi ya kanisa katika kushughulikia mabadiliko ya mifumo ya dunia. Nilifundisha kwa uchache. Kuna maeneo mengine Mungu amekuwa akinipa neema, masomo ya mifumo ya kanisa na dunia tunajifunza zaidi ya wiki mbili. Tena utakuta tunajifunza ibada za asubuhi, ile morning glory, na ibada za jioni, magharibi, evening glory. Sasa kuna kitu cha muhimu na kujengea msingi sana wewe unayemwamini Kristo. Uhusiano wako wewe na Roho Mtakatifu kwenye eneo gani? Kwenye eneo la mabadiliko ya mifumo ya maisha yako. Sikilize kwa makini sana. Sisi tuna mara nyingi tumekuwa tunajifunza habari za Roho Mtakatifu na wengi tumeishia kwenye eneo. Unajua, nilienda chuo kimoja kule Tanzania, nikawa nawahubiria wale wanafunzi wa university, nikawa nawaambia kwamba watu wengi sana wakisha kufahamu habari za Roho Mtakatifu wanaishia kwenye ngazi ya kushirikiana na Roho Mtakatifu kwenye kuomba.
Watu wengi sana wanaishia kwenye ngazi ya kushirikiana na Roho Mtakatifu kwenye kuomba, wanasahau ya kwamba huyu ni msaidizi, na kama ni msaidizi hajaja tu kukusaidia katika kuomba, amekuja kushughulikia mambo mengi sana kwenye maisha yako. Tunaelewana sawasawa? Tunaelewana sawasawa? Maana yake ukiishia kwenye ngazi ya kuomba, shetani atakachokifanya atahakikisha anakuzuia usijue nafasi nyingine ya Roho Mtakatifu. Utaishia kwenye kuomba sawa, lakini kuna ufunuo mwingine shetani hata kufikisha umfahamu Roho Mtakatifu na namna ya kumtumia kwenye maisha. Kuna watu hawajaelewa. Kuna watu hawajaelewa. Ninapokuambia uhusiano wako na Roho Mtakatifu juu ya mabadiliko ya mifumo. Siku moja nilikuwa nafanya maombi pale na watumishi wa pale Katoi, wakasema mifumo hawaelewi ni nini. Wakasema mnaita sisteme. Sawa? Wanasema sisteme. Ukija hapa niliwaona, tupige kwa mfano, niliwaona wale mainjinia wa muziki, spika iliposumbua, kilichosumbua ni sisteme. Kwa hiyo wakaja kushughulikia hiyo sisteme ambayo kwa Kiswahili tunasema mfumo. Ili wewe uisikie hii sauti, kuna kitu kinaitwa mfumo ambao nyinyi mnasema sisteme, na mfumo huo ni makorokoro haya yote ni mfumo. Kuanzia kule ambako tunachukua electricity, umeme, mpaka huko ambako tunaweza kusikia sauti, kinachopelekea wewe unisikie ni sisteme. Tunaelewana sasa? Tunaelewana sasa? Nisikilize, ukija mahospitalini, sisi madaktari, ukiwa unaumwa, ambacho kimepelekea wewe kupata shida, tutakwambia magonjwa haya, kama ni virus, ni virusi ama ni bakteria, tutakwambia yalianzia kwenye seli. Yalipoanzia kwenye seli, chembe, baba uwe una tafsiri vingine. Sasa inaanzia kwenye hiyo chembe, ikitoka hapo inaenda kwenye tishu. Tishu ni muunganiko wa chembe. Ikitoka kwenye tishu inaenda kwenye organ. Organ ni muunganiko wa tishu. Ikitoka hapo inaenda kwenye system, ndio mwili wa mwanadamu ulivyo. Ikitoka kwenye system ndio tunapata mwili wa nani? Wa mwanadamu. Kwa hiyo mwili wako huo umeundwa na systeme nyingi. Sasa nisikilize, hii yote mifano nataka uelewe kwamba kwenye ulimwengu huu tulionao tuna falme ngapi? Mbili. Kuna ufalme wa nuru na ufalme wa nini? Sasa nisikilize, popote penye ufalme ni serikali. Ufalme ni serikali. Hakuna serikali inayofanya kazi bila sisteme. Hakuna serikali inayofanya kazi bila sisteme. Tukitaka kushughulikia serikali, tunashughulikia sisteme. Si kuna watu wanaelewa Kiswahili? Sasa nisikilize, kama tuna falme mbili, kwa hiyo shetani akitaka kukushughulikia anashughulikia. Akitaka kushughulikia afya yako anashughulikia. Akitaka kushughulikia uchumi wako anashughulikia. Akitaka kushughulikia huduma anashughulikia. Akishafaulu kwenye sisteme, amefaulu kukuangusha. Tunaelewana sasa? Tunaelewana sasa? Sasa ni lazima uanze kuelewa taratibu ya kwamba huu ni ufalme kamili. Wapendwa, tukishakuwepo hapa, unajua kuna watu waga hawaelewi kitu kimoja. Ukishakuwa ndani ya Kristo, wewe umeshahama tayari
kushughulika na mambo ya huku mwilini. Kuna mtu hajaelewa? Ukishakuwa ndani ya Kristo, umemkubali Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umeokoka. Ukishazaliwa mara ya pili, unabadilishiwa ufalme. Mnasema huyu mtoto anaongea nini? Ninakwambia neno la Mungu kutoka kwenye Wakolosai 1 ile sura ya kwanza mstari wa 13. Maandiko yanasemaje? Wakolosai 1:13 inasema hivi: naye alituokoa, akatuhamisha, akatuingiza kwenye sijui kuna watu wanasomaga Biblia, naye alifanyeje? Alituokoa, akatuingiza kwenye, akatuhamisha, hakutuacha huko, akatuhamisha. Kristo huyo akatuingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo. Maana yake alichokuwa anafanya ni kwamba tayari ameshakubadilishia sisteme, ameshakuokoa. Maana yake anakutoa kwenye ufalme wa giza na kukuingiza kwenye ufalme wa nini? Wa nuru. Sasa nisikilize, umeingia kwenye ufalme wa nuru. Ufalme wa nuru ni ufalme na ni serikali kamili kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Ili ufanikiwe kwenye ufalme wa nuru, lazima ufahamu sisteme kwenye ulimwengu wa roho za ufalme wa nini? Wa nuru. Kuna watu wanaelewa? Fungua Biblia yako Waefeso sura ya 6. Nisome Kiswahili cha hapa, labda ndio mtanielewa vizuri. Waefeso sura ya 6 na ule mstari wa Waefeso sura ya 6 na ule mstari wa 12. Tumefika Waefeso sura ya 6 na ule mstari wa 12. Neno la Bwana linasema, kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, lakini juu ya falme na mamlaka, juu ya watawala wa ulimwengu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya. Naomba vijana wawili, mnafundishaga kwa mifano ili muda mwingine muelewe. Njoni wanne, njoni. Kimbieni. Sasa simkimbie. Ningekuwa na gawa pipi hapa. Njoo na wewe, njoo. Ulivua na viatu. Sasa wanne ndio tunasemaje? Wametimia. Sasa maandiko yanasema hivi. Naomba uangalie, tazama Biblia yako inasemaje. Tusome wote. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na, lakini juu ya falme na. Hii ni falme, hii ni nini? Mamlaka. Biblia inaendelea inasemaje? Juu ya watawala wa ulimwengu wa giza. Watawala wa ulimwengu wa, halafu inasemaje? Inasema hivi, juu ya majeshi ya pepo wabaya. Majeshi ya pepo. Huu ni mfano. Si hata Yesu alipiga mfano, alikuwa anapiga mingi. Sasa nisikilize, inasema katika pahali pa nini? Pa mbingu. Sasa sikiliza, tayari imeshakuwekea kwamba kushindana kwetu sisi, hii vita tulionayo inafanyika pahala pa nini? Sio katika haya maisha yetu ya kawaida. Sasa anasema tunashindana na nini? Tunashindana na sisteme, na sisteme hii imekaa kwenye mpangilio wa kimamlaka, imekaa kwenye mpangilio. Ndiyo maana nisikilize, uwe unasoma Biblia vizuri. Hajaandika juu ya
hajaandika juu ya kushindana na shetani. Amesema tunashindana kwanza, anasema na nini? Na falme. Halafu pili, hii ni ngazi ya juu zaidi. Pili anasema mamlaka. Halafu tatu anasema tunashindana na wafalme wa nini? Wa giza. Halafu nne ni levo ya chini kabisa kwenye sisteme, inaitwa nini? Pepo wa nini? Sasa hii ni sisteme. Hii ni nini? Sisteme. Nisikize kwa makini. Ukishakuwa Mkristo, usipoelewa hivi vitu, utaokoka na utaenda mbinguni, lakini duniani maisha yako shetani atakuburuza. Atakuburuza. Kweli utaokoka, utaomba na utanena kwa lugha, lakini kwenye maisha shetani atafanyeje? Atakuburuza. Nakwambia ukweli, atakuburuza. Kwa nini? Kuna kitu kidogo tu ambacho umeshindwa kuelewa, nafasi yako ulionayo kwenye ulimwengu wa roho. Tunaelewana sawa sawa? Tunaelewana sawa sawa? Mungu ni roho, shetani naye ni roho. Shughuli zake zinafanyika wapi? Zinafanyika rohoni. Matokeo ya hizo shughuli ni wapi? Mwilini. Kwa hiyo usipoelewa kwamba kila kitakachotokea mwilini, iwe uchumi mzuri, iwe huduma nzuri, iwe kitu chochote, kimeanzia wapi? Rohoni. Kimeanzia huko. Kwa hiyo wewe unaweza ukawa unapambana na vitu huku duniani, kumbe hivyo vitu vimeanzia pahala pa mbingu. Sasa ukiona vitu kama hivi, ni lazima uanze kuelewa wewe ni mgeni kwenye ulimwengu wa roho. Mwenyeji wako kwenye ulimwengu wa roho anaitwa Roho Mtakatifu. Ndio maana nikakwambia uhusiano wako na Roho Mtakatifu, ule uhusiano wako na Roho Mtakatifu utakusaidia kujua ni mfumo upi umekukwamisha mpaka maisha yako hayasongi mbele. Tunaelewana sawa sawa? Vita tulizo nazo sisi tulioamini, maandiko yananiambia tuna vita ya kiimani. Paulo, si unasomaga kwenye Timotheo, anasema piga vita vilivyo vizuri vya nini? Vya imani. Lakini vita ya pili tulionayo ni vita ya kimifumo, ya kisisteme. Vita ya tatu tulionayo ni vita ya nyakati. Vita ya nini? Ya nyakati. Naweza mkaketi. Vita ya nyakati, majira. Ushawahi kuona kijana ameokoka, anampenda Yesu, yupo tu nyumbani, anaamka, yani yupo hivi, nikikwambia yupo haeleweki. Miaka inafanyeje? Inaenda. Huku ndani hasikii kwamba anapoteza nini? Muda. Anapoteza muda. Na hiyo ni mbinu ya shetani. Anataka watu wawepo tu, kwa sababu kusudi la sisi kuwepo duniani ni kumwakilisha Mungu duniani. Tunahakikisha Mungu anadhihirika duniani. Sasa nisikilize kwa makini mpendwa. Shetani anachofanya, hili somo nafundishaje dominion over time, utawala juu ya muda. Shetani anachofanya, anafanyaje? Anapitisha, kuna kitu kinaitwa uovu, dhambi inafungua mlango. Ikifungua mlango, shetani anapata uhalali wa kumpotezea mtu muda. Unakuta mtu anapata pesa sawa, lakini pesa zote zinaishia kwenye ulevi. Muda unaenda, ana miaka 60, anafanya biashara kweli na anapata pesa, lakini pesa zote zinaishia kwenye ulevi. Mwingine pesa zote zinaishia kwenye uzinzi. Anza kutazama,
Shida iko wapi? Maana yake shida, shetani anachotaka, ameenda kwenye mfumo kwamba huyu mtu asielewe kwamba anapoteza nini? Muda. Unajua wana wa Israeli walipokuwa wanatembea maeneo mbalimbali, walikuwa na familia moja inaitwa wana wa Isakari. Sijui mnasoma Biblia kwenye Nyakati wa Kwanza, mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 12 mstari wa 32, inasema wana wa Isakari waliokuwa wanajua mambo ya nini? Ya nyakati ambazo zinawapasa Israeli kutenda. Yaani wanawaelekeza kwamba kwa wakati huu inatakiwa mfanye hiki. Nisikilize, shetani anapiga vita kwenye hayo maeneo mawili, vita kwenye imani. Akishashinda hapo, amekushinda. Vita kwenye mifumo na vita kwenye nyakati. Sasa sisi tumechukua kimoja tu, uhusiano wetu sisi na Roho Mtakatifu. Uhusiano wetu sisi na Roho Mtakatifu ili atusaidie kupigana vita ya kimfumo kwenye ulimwengu wa roho. Tunaelewana sasa? Nisikilize kwa makini. Chochote ambacho unajua, kule kwetu tunaitaga wachawi. Sikia hapa, mchawi akitaka kukuroga anaanza na system. Nisikilize, ukiona mtu kule kwetu, kuna waganga wa kienyeji tunaendaga kuwahubiria huko mapolini, wanavaaga madude yanaitwa hilisi, na huku sijui wanavaaga, mnazifahamu? Sasa watumishi si wengine mlikuwa nazo, Yesu akawaokoa. Sasa nisikilize, wanavaaga zile hilisi. Hilisi ni uthibitisho tu, lakini kinaanzia wapi? Rohoni. Yaani hilisi inaonekana tu machoni hivi ili ikuongezee confidence, ikuongezee ujasiri kwamba nina kitu kinanilinda, lakini kinachokulinda ni maneno yaliyotangulia kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Si kuna watu wanaelewa? Roho Mtakatifu wasaidie, ni vitu vya muhimu. Unakutana na mtu, mwaka 2020 nilienda kuhubiri sehemu fulani kule kwetu, mkoa mmoja unaitwa Tanga. Nilipoenda kuhubiri nikakutana na mama mmoja anasema kila akishika mimba inatoka, kila akishika mimba inafanyaje? Inatoka. Sasa akasema, mtumishi, hii ni mimba yangu ya 3, lakini ninaona kuna dalili kama mimba hii imefanyaje? Imetoka. Nikamwambia, umeenda kupima? Akasema, bado sijaenda kupima. Nikamwambia, sasa ambacho naweza nikafanya nikakusaidia, inatakiwa tumuombe Mungu. Kabla hatujaomba, Roho Mtakatifu akanisaidia, ukaja mstari. Malaika Gabrieli alipomtembelea Mariamu alimwambiaje? Alimwambia utapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Sasa sikiliza kilichofuata. Akamwambiaje? Akasema uvuli wa Roho Mtakatifu utakujilia juu yako. Kwa nini alisema uvuli wa Roho Mtakatifu utakujilia juu yako? Maana yake ulikuwa ni ulinzi wa sisteme ya mimba kwenye ulimwengu wa roho. Nikamwambia kuna kitu nataka nikuombee, uvuli wa Roho Mtakatifu ufunike tumbo lako la nini? La uzazi. Akawa kama haelewi. Nikasema unaweza usinielewe, lakini nachofanya mimi nakielewa. Nikamuombea, nikamwambia uvuli wa Roho Mtakatifu ufunike tumbo lako. Nilichokuwa nakiona mimi kwenye ulimwengu wa roho, nikaona Roho Mtakatifu akaenda kukava kale katoto tumboni. Alipokakava kale katoto tumboni, yule mama anasema damu nyingi sana zilimtoka. Akawa anafikiria ile mimba imefanyia imetoka. Nikamwambia kapime.
Nikatoka nikawa nimeenda nje ya nchi. Akaniambia siku moja, akanipigia simu akasema, mtumishi, nimekutafuta sana, wakaniambia umeenda nje na namba yako umebadilisha, unatumia nyingine. Akasema Mungu ni mwema, nina katoto nimekapa jina Daniel. Nataka nikuelezee kwamba kuna vitu vingine shetani anachoshika ni system. Unafanya kazi kwa bidii, lakini familia yako bado iko vile vile. Mimi Mungu aliponifundisha mambo haya, nikaanza kushughulikia system, kwamba mfumo huu kama shetani ametuwekea, mimi na ubadilisha, kwa sababu tabia ya shetani ni kukubadilishia mfumo. Nisikilize kwa makini sana. Chochote ambacho ulimwengu wa giza utakifanya juu yako kwenye ulimwengu wa roho kinafanikiwa kama wewe hauna maarifa ya kufanya vya ulimwengu wa nuru. Kuna mtu hajaelewa? Chochote ambacho shetani anataka kukufanyia kwenye ulimwengu wa roho, ana uwezo wa kukufanyia kama wewe hauna maarifa ya ulimwengu wa nuru kufanya kwenye ulimwengu wa roho. Sasa kama wewe huna maarifa haya, utakuona tembea hivi. Unasikiliza, ngoja nikwambie kitu kimoja. Kwenye Danieli, ile Danieli 6, kuna ufalme mmoja unaitwa ufalme wa Dario. Haleluya, haleluya. Kuna ufalme unaitwa ufalme wa nani? Wa Dario. Ufalme wa Dario ulikuwa ni ufalme wa kipekee sana. Biblia inasema Dario alipendezwa sana na Danieli, akaamua kumchukua Danieli na kumfanya kuwa mkuu kwenye lile eneo. Kilichotokea ni kitu gani? Wale wengine wakaanza kumwonea Danieli nini? Wivu. Wakasema haiwezekani. Yawezekanaje huyu Danieli leo hii awe bosi wetu? Anakuwaje bosi wetu Danieli? Na ni mgeni amekuwa bosi. Kumbe hawajui Danieli alikuwa anatembea na system. Alikuwa anatembea na nini? System. Wakaweka sheria. Wakaweka nini? Sheria. Walipoweka sheria ili waweze kumwondoa Danieli kwenye nafasi, wakagundua kwamba Danieli huyu amehaki systeme. Ameharibu nini? Systeme ya ufalme. Ameharibu systeme. Danieli kaharibu vipi systeme? Anaomba Mungu nje ya Mungu wa Dario. Kumbe aliyemsaidia kuhaki systeme siyo yeye, ni kile anachokiomba. Wakashangaa sana kwamba kuna mtu ametikisa system. Ndio maana speaker haifanyi kazi. Kwa hiyo sisi hatutatafuta sauti, tutatafuta sehemu ambapo system imeharibika. Yale majamaa yalikuwa ni majanja sana, yakasema kwamba Danieli ameharibu system. Kwa hiyo tunaweka sheria itakayoenda kuharibu system ya Danieli. Tunaelewana sasa? Yakatunga sheria, yakamwambia Dario, inabidi upige sahihi hapa, kwa sababu tutakapoanza kushughulikia. Yakaandika kwamba mtu yeyote asije akaomba kwa Mungu mwingine. Kama atakamatwa, kitu gani kitatokea? Kitakachotokea, atatupwa kwenye tundu la simba. Kwa hiyo simba watamtafuna. Wengine wakapelekwa, simba wakawatafuna. Sikiliza, ikafika saa ya Danieli, yule ambaye amehaki system ya mbinguni,
Ilipofika saa ya Danieli, wakamchukua Danieli wakampeleka kwenye tundu la simba ili atafunwe na simba, kwa sababu wamemkuta anaabudu mungu mwingine nje na makubaliano yao, kinyume na sheria. Kilichotokea, wakamtupa kwenye tundu la nini? La simba. Kumbe mpaka kwenye tundu la simba Danieli ameharibu nini? System. Mpaka kwenye tundu la simba system imefanyaje? Imeharibika. Wakamweka Danieli ndani ya tundu la simba. Maandiko yanasema kila wakienda kuchungulia wanakuta system yao haifanyi. Haleluya! Wanakuta system yao haifanyi kazi. Simba anamtazama tu Danieli, anamwambia Danieli, ya roho, uko salama? Wanatazamana. Dario akapewa taarifa kwamba roho Danieli bado yuko hai. Wale simba ambao walikuwa wanatafuna watu, lakini leo hii hawajamtafuta Danieli. Kitu gani kimetokea? Kumbe Danieli akamwambia Dario, akasema malaika wa Bwana alikuja kuniokoa. Nisikilize, ukishaelewa habari ya system, Mungu ataweka mfumo wa kwake wa kulinda wewe na maisha yako. Kwa nini? Umeelewa mfumo, system inavyofanya kazi kwenye ulimwengu wa roho. Tunaelewana sasa? Kuna mfano wa mama mmoja alikuwa anaitwa Esther kwenye Biblia. Kipindi cha ufalme wa Ahasuero, pale kwenye ufalme wao ilitokea changamoto. Kulikuwa na malkia mmoja anaitwa Vashti. Vashti alikosea masharti ya ufalme, wakamuondoa kwenye kiti cha umalkia. Ahasuero akamuondoa Vashti. Walipomuondoa Vashti, maliwali wakamwambia Ahasuero, tutafute malkia mwingine. Ikatangazwa kwamba wale mabinti bikira kwenye mji huu wote waje wamejipodoa, ili mfalme apate mke mwingine, apate malkia. Sasa sikiliza, kule kulikuwa na mtu mmoja Myahudi ambaye alikuwa anajua mambo ya system za mbinguni, anaitwa Mordekai. Mordekai, sijui kuna watu wanasikia. Mordekai alikuwa anajua system. Akamwambia Esther, sisi kweli ni wageni kwenye nchi hii, lakini nenda na wewe kwenye mashindano. Anaenda kwenye mashindano Esther, na yeye akaondoka kwenda kwenye nini? Kwenye mashindano. Akaenda kwenye mashindano. Maandiko yanasema walipoenda wakapita mabinti wengi waliojipodoa na kutengeneza na kucha zao na kutengeneza na nywele zao, lakini kumbe kulikuwa na mtu ambaye ameshatikisa system, anaitwa Mordekai. Ameshasheki system ya mbinguni kwamba hata kama nyinyi mtajipodoa mtakavyojipodoa, lakini system ya mbinguni inamtaka Esther. Nisikize kwa makini. Baada ya wote kupita, mfalme anawatazama tu. Huenda system ya mbinguni ilikuwa inaweka wamekuja wamejipodoa vizuri, system inabadilisha, anawaona wabaya. Akapita Esther, mfalme akasema huyu ndiye niliyekuwa namtaka. Sasa mfalme yeye anajua yeye ndo anamtaka, kumbe system ya mbinguni ndo inamtaka Esther. Tunaelewana sasa? Haleluya, haleluya. Sasa nisikilize, Esther akaenda. Sasa pale kulikuwa na ufalme mwingine wa giza unaopingana na Wayahudi,
na ufalme wa giza, nisikilize, ufalme wa nuru na ufalme wa giza vinatafuta mwenye mwili ili viweze kufanya kazi duniani. Shetani anataka mwenye mwili ili afanye kazi. Mungu naye anataka mwenye mwili ili afanye kazi. Sasa sisteme ya ufalme wa Mungu aliye hai inamtaka Esta. Sisteme ya ufalme wa giza ina wakala wake anaitwa Hamani. Haleluya! Sasa wakasema haya mambo yameharibika kwa sababu huyu Esta ni mtu na mjomba wake, ni mtu na ankoli na nani, na Mordekai. Na Mordekai huwaga anaabudu utaratibu mwingine, sio sisteme yetu. Ana sisteme yake ya kuabudu. Kwa hiyo ufalme wa giza ukaanza kumtumia Hamani azuie kile ambacho Mungu amekipanga kupitia Esta. Nisikilize kwa makini. Sasa kilichotokea baada ya Esta kuwepo pale, Hamani akaanza kutunga sheria. Akatunga nini? Sheria. Alipotunga sheria akamwambia mfalme, hapa kuna taifa moja la Wayahudi wamekuja hapa, wanaishi hapa, wale inabidi wafu kwa sababu hawafai kuwepo hapa. Mfalme akasaini, barua zikapelekwa kwenye majimbo. Andiko ndivyo linalosema, majimbo yote ambapo wapo Wayahudi lazima wafanyeje? Wauawe. Haleluya, haleluya, haleluya! Wayahudi wametangaziwa kufanyeje? Kuuawa na Hamani. Halafu Esta ni Myahudi na yuko ndani ya ikulu, ni mke wa mfalme ikulu. Esta yuko ikulu. Unajua ni Hamani lilikuwa na akili, likasema sasa hapa Esta anaweza kuwaokoa Wayahudi. Likatunga sheria nyingine ya pili kwamba mtu awaye yote asije akamkaribia mfalme ndani ya siku 30. Sijui kwa huku mnaiteje, 30. Mtu yeyote asimkaribie nani? Mfalme. Yaani hivi nikisema mtu yeyote, unaelewa? Esta ni malkia, ni mke wa mfalme, na yeye sheria inamtaka asimkaribie mfalme kwa muda gani? 10 kwa siku 30, 30. Sheria ikapitishwa. Sheria inasema kwamba mtu awaye yote hataweza kumkaribia mfalme isipokuwa fimbo ya mfalme imefanyeje? Imemnyosha. Aise, sasa Esta akapewa taarifa kwamba huko nje Mordekai ameacha kuvaa na suti, amevaa magunia, anaomboleza kwa sababu Wayahudi mmetangaziwa kufanyeje? Kuuawa. Mordekai, Esta akatuma wajumbe wakamuulize Mordekai, sasa ni nini kifanyike? Mordekai akawaambia, nendeni mkamwambie Esta asipotuokoa kwa wakati huu yeye ataangamia, lakini sisi tutaokolewa kwa njia nyingine. Baada ya Mordekai kusema hivyo, Esta akajibu ujumbe, akajibu mapigo, akasema, kamwambieni mjomba wangu Mordekai wafunge siku ngapi? Sasa sikiliza, ni mambo ya kawaida. Sisteme ya sheria imewekwa kwenye ulimwengu wa nini? Wa nuru. Esta anasema wakaombe siku ngapi? Halafu akasema, maandiko yanasema Esta akasema
baada ya siku 3 za kufunga na kuomba, nitamwendea mfalme kinyume na dini na sheria. Hivi kuna watu wa Mungu hapa? Haleluya, haleluya. Nisikilize, Esta anasema kwamba wakafunge na kuomba, sio wabadili sheria kwa kutafuta msaada huku ikulu. Kuna ikulu ya mbinguni, wakatafute msaada kwenye ikulu ya mbinguni. Wakienda kutafuta msaada kwenye ikulu ya mbinguni, tutatikisa sisteme. Tukitikisa sisteme kwenye ulimwengu wa roho, sisteme ya ulimwengu wa mwili inafanyeje? Inabadilika. Esta anasema nitamwendea mfalme kinyume na nini? Na sheria. Hivi ushawahi kuona mtu anakwambia hivyo kwamba nitamwendea mfalme kinyume na nini? Na sheria. Sheria imewekwa ndani ya siku 30 mtu hata mmoja asimwendee mfalme. Hafu Esta yeye anasema nitaenda, ila nitakavyoenda kinyume na sheria. Kinyume na sheria itatokea wapi? Sisi hatutaibadilisha hii sheria, lakini huko mbinguni baada ya maombi ya siku 3 sisi tutageuza kitu. Kuna sisteme ikabadilika. Hiyo sisteme ikibadilika, kitakachotokea mimi nitamwendea. Nisikilize kwa makini. Kuna watu hapa waga wakienda masokoni, wanafanya biashara zao, unakuta ambaye ameokoka analia na wewe uliyeokoka unalia. Bado haujajua namna ya kutikisa sisteme. Kama unajua namna ya kutikisa sisteme, utasema Bwana, nisije nikafanana na ambao hawakujui. Wengine watasema hii haiwezekani, mimi nitaenda kinyume na nini? Sheria. Haleluya, haleluya. Sasa nisikilize, kwa sababu hatuna semina, ningekufundisha taratibu. Roho Mtakatifu anaingieje kwenye sisteme? Roho Mtakatifu anakupa picha. Nisikilize, kuna watu nishawahi kukutana nao, anakwambia mtumishi, haya maisha ninayoishi sio ya kwangu. Mwingine mpaka analia, anasema kabisa, mtumishi, haya maisha sio ya kwangu. Nilikuwa asubuhi napitia mitandao yangu ya kijamii, nikaona kuna dada mmoja, kuna somo hili la system nilifundishaga mahali. Kuna dada mmoja akawa amecomment, anatokea Kenya, anasema mtumishi, mimi ninafanya kazi nje ya nchi. Anasema nilipofika huku, yule tajiri wetu aliniambia kwamba mtafanya kazi lakini hamtafanikiwa. Anasema alinitamkia hivi, kaandika ujumbe kwenye YouTube yangu, amecomment pale chini. Nilikuwa nafundisha somo la namna hii, akasema yule dada kaandika sana. Nikasoma ile comment ndefu, akasema yule mtu aliposema kwamba hatutafanikiwa kweli, ameandika kwamba nina mwaka wa 6 ninafanya kazi, nimerudi nyumbani sina chochote. Mwaka wa 6 amerudi nyumbani hana chochote, na alikuwa anafanya kazi. Akasema nimekusikiliza mtumishi, kuna kitu nimeelewa. Kwa hiyo yule dada, kilichokuwa kimeshikiliwa, shetani alishikilia system, mfumo. Aliposhikilia mfumo, nisikilize kwa makini, kuna familia ambazo unakutana na mabinti, kazi yao wakifika umri wa kuolewa wanapata ujauzito wakiwa nyumbani. Kuna familia za namna hiyo. Halafu unakuta wewe umeokoka, uko tu kawaida. Kwa nini Mungu hawafikishi kwenye hatima ya ndoa? Kuna
familia zingine, kwa mfano kule sisi Tanzania, watoto wanajitahidi kusoma, lakini kila wakijitahidi wanaishia primary school, shule ya msingi. Hawajawahi kufaulu kwenda sekondari ama waende university kusoma. Shetani analenga nini? Amehali systeme kwenye eneo la elimu. Kuna watu wengine, nimekutana na watu, kuna kipindi kimoja nilikuwa naenda kuomba hospitalini, kuomba na wagonjwa kila asubuhi. Nilipokuwa nasoma chuo kikuu cha Dodoma hapa, kuna hospitali moja kubwa inaitwa Benjamin Mkapa. Nilikuwa naenda kuomba na wagonjwa kila asubuhi, naenda kuomba nao. Nikakutana na baba mmoja anahangaika, anaumwa, akaanza kunihadisia. Anasema, mtumishi, niko hapa hospitalini, lakini moyo wangu haupendi niwepo nini hospitalini. Shida ni nini? Anasema, mimi naona huu ugonjwa sio wa hospitali. Nikagundua kwamba Roho Mtakatifu ameanza kumpa picha kamili ndani yake, kwamba hiki ulicho nacho hautakiwi kuwa hivi. Akaanza kunihadisia, akasema, dada yangu alikufa na ugonjwa kama huu, mdogo wangu alikufa na ugonjwa kama huu, na mimi nimelazwa na ugonjwa ule ule. Nikamwambia, hili ni swala la system. Kwa hiyo ambacho unatakiwa kufanya ni lazima upige stop, useme ninachora mstari kwamba kama hawa walipitia haya, mimi sitapitia haya. Unachora mstari kwenye ulimwengu wa roho. Kazi ya Roho Mtakatifu anakusemesha ndani yako, anakupa picha ya maisha yako halisi. Roho Mtakatifu, unajua, ukikutana na watu wanaosema, mtumishi, haya sio maisha yangu, utawaonea huruma. Kwa nini wanasema hivyo? Saa ya yeye kutoka kwenye mateso inakuwa imefanyaje? Imefika. Roho Mtakatifu anakuwa anasema naye, japokuwa mtu mwingine anakuwa haelewi kuwa Roho Mtakatifu anasema naye, ila Mungu kwa sababu ni mwingi wa rehema na neema, anachomsaidia Roho Mtakatifu anakuwa anasema naye akilala. Roho Mtakatifu anamwambia, hii maisha ya haya sio ya kwako. Roho Mtakatifu anafungulia picha halisi ya maisha yake. Sasa nisikilize, ukishafunguliwa picha halisi ya maisha yako, haupaswi kukaa chini na kuanza kulalamika. Ni lazima uanze kushughulikia sisteme. Ingia kwenye ulimwengu wa roho, useme, maisha haya sasa imetosha, ninaenda ngazi nyingine. Kwa nini ninaenda ngazi nyingine? Ninashughulikia sisteme ya uchumi, ninashughulikia sisteme ya elimu, ninashughulikia sisteme ya huduma, ninashughulikia sisteme ya kanisa. Utaanza kuona mambo yanabadilika. Kwa nini yanabadilika? Kuna mtu mmoja amegundua ya kwamba yale maisha wanayoishi sio ya kwao. Unaanza kushughulikia, unashughulikia mfumo, unashughulikia sisteme. Nisikilize, hata mtu mgonjwa ambaye amefungwa na magonjwa ya nguvu za giza, anapofunguliwa, Yesu anachokifanya, anashughulikia sisteme kumbadilishia. Kaandikiwa kufa, lakini Yesu anambadilishia, anamwandikia kuwa hai. Simama kwa miguu yako. Kuna watu wako tayari kuomba leo. Nisikilize kwa makini. Kuna eneo ambalo Roho Mtakatifu atakusemesha kwamba kwenye hili eneo usiombe kama huna shabaha. Omba kama Roho Mtakatifu amekusemesha kwamba hili eneo sasa imetosha.
Kama ni uchumi, sema sasa imetosha, shughulikia hiyo sisteme. Utaanza kuona mambo yanabadilika, yanabadilika, yanabadilika. Nimeshuhudia mambo yanabadilika. Kwa nini? Umegundua kilichokuwa kimekusuia. Haleluya, haleluya, haleluya. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa, unaweza yeye, unaweza, mwambie anaweza, unaweza kutenda yale mambo makubwa, unaweza kufanya. Yesu, unaweza kutenda mambo makubwa, yeye anaweza. Kuna maeneo umekata tamaa, shetani anachukua nafasi, umekata tamaa. Kuna maeneo ulichoka, shetani akachukua nafasi. Siku ya leo ni saa ya kushughulika na sisteme za maisha yako. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa, kwa ajili ya hizo sisteme kwenye maisha yako, kwenye biashara, kwenye elimu, kwa watoto wako, kwenye ndoa yako. Tamka kile unachokitaka wewe, ile picha ambayo Roho Mtakatifu ameiumba ndani yako, ishughulikie kwenye maombi. Kuna mambo ambayo uyakuseme sasa, imetosha kwenye huduma yako, kwenye kazi yako, hapo ofisini, hapo ofisini, hapo ofisini, hapo ofisini, hapo kwenye biashara yako, kwenye biashara yako, kwenye huduma yako, katika jina la Yesu. Kuna jambo limekutesa kwa muda mrefu sana. Saa hii Roho Mtakatifu anaingia kazini, anaingia kazini, anaingia kazini, anaingia kazini. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, ingia kazini, ingia kazini, ingia kazini, ingia kazini. Nikose tabia sana kwenye huduma, kwenye familia, kwenye ndoa, kwenye biashara, masia napenda sana. Hizo sisteme zinabadilika, 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 zinabadilika. Hiyo mifumo, hiyo mifumo, hiyo mifumo kwenye maisha yako, kwenye maisha yako, kwenye maisha yako inabadilika, 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 inabadilika kwenye ndoa yako, kwa watoto wako, kwenye
elimu, kwenye biashara, hapo kazini, rapaka, shaka, isatakata, sana lapo, ikosepania, marapaka, rapaka sata, rapaka semiata, rapaka. Kuna watu wanapokea nguvu mpya ya kushughulikia sistemu, wanapokea nguvu mpya ya kushughulikia sistemu. Rapataka, reketesaka, rikesakaka, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, hiyo sistemu iliyokuzuia kwa muda mrefu, sahi, mabadiliko, kwenye hilo eneo, umeteseka muda mrefu, umehangaika muda mrefu, hiyo neema ya Bwana imeachiliwa kazini kwako, kwenye ndoa yako, neema ya Bwana kwenye masomo yako, neema ya Bwana kila eneo, system inabadilika, mifumo ambayo ilikuwa kinyume na wewe inabadilika. Hayo mabadiliko kwenye biashara, hayo mabadiliko kwenye kazi yako, hayo mabadiliko kwenye ndoa yako, hayo mabadiliko kila eneo. Yesu, saa ya mabadiliko, mbingu zimeelewa mabadiliko, zimeelewa ni msimu wa kwako, ni msimu wa kwako, ni msimu